Mzigo unaanza, madam Monye anawasiliana na wateja wake kwa ajili ya delivery. So anamwahidi mteja wake alfajiri hii mapema tu analeta supu hapo, sijali, anamuita Ozioma. Ozioma, njoo upeleke delivery. Anamwamini sana huyo Ozioma kwenye mambo ya delivery. Fanya faster, hakikisha wana enjoy supu na usicheleweshe. Basi mzee baba huyo hapa anaitwa Lotana, anatoka anawasiliana na simu, ana mambo ya kiofisi, anamuelekeza nenda kapeleke jikoni pale. Binti hajaelewa wapi pale, umesema hivi wewe nimekuelekeza pale jikoni, nenda kapeleke. So akawa amemaliza kazi yake, amerudi nyumbani, anamkuta dada yake hapa. So akawa amemsalimia, akampa mkate, inabidi utafune mkate kidogo. Akaniambia usiniambie leo tena tutashindia mkate bana, hebu niambie. So stories zikawa zinaendelea. Nafikiri alikuwa anapata vitu vya hapa na pale. Basi binti bwana akawa anamsimulia aliyoyaona huko kwenye nyumba aliyokuwa ameenda. Akamwambia bwana, acha tu, nimeenda huko kwenye nyumba kufanya delivery. Kuna vijana ni handsome, wamejihazia mili, wametuna, wana hela, wana maisha mazuri jamani, acha tu. Basi dakika 2 mlango ukawa unagongwa. Ni nani anagonga? Wale vijana walikuwa wanawasifia handsome. Amekuja mmoja wao kumarrest, yuko na polisi. Akasema oya officer, kamata uweka ndani, huyu ndo ameniibia saa yangu ya almasi, weka ndani. Binti anashangaa, jamani sijai kuiba. Dada mtu kaingilia kati, mwezi kumchukua mdogo wangu hata iweje. Akamwambia sikiliza, huyu yuko chini ya ulinzi na nitamtia mabanzi sasa hivi. Afuje polisi vipi amkamati mtu bana, mnaangalia tu. Unajua tu polisi pia na hata tulikuwa tunafuata protocol. Jamaa anawaza pesa tu. Basi dada akamwomba, naomba msamehe mdogo wangu, simweke ndani jamani. Akamwambia mdogo wangu ni mwizi, hajawahi kuiba toka azaliwe. Utamkuta polisi. Basi mshikaji unaambiwa hii hapa ni alfajiri, anatoka zake ndani hapa na pale, 1 2 3, anaona ile saa alikuwa anaitafuta mdogo wake amevaa mkononi. Wewe hii si saa yangu hii. Akamwambia tulia bro bana, hata tushindwe kuuzia nyago, tushindwe kuuza sura. Hujui tu imeleta matatizo kiasi gani, na ule binti kama atakuwa amepata matatizo sijui utafanyaje mshikaji wangu. Hebu vua saa yangu kwanza. Bigi na wewe tushindwe kuuzia sura. Mambo ya kuongea viwaro tena ndugu zangu. Basi mzee baba na hasira kinoma anamwambia oya, kama huyo binti wa watu atapata matatizo huko, ujue hili swala utalihusika nalo wewe. Basi baadaye wametoka polisi kumtoa, wanamwomba lazima tusamee bana, kumbe saa alikuwa amechukua dogo janja bana. Akamwambia sikiliza wewe, toka nizaliwe sijawahi kulala polisi, sijawahi kuiba kitu cha mtu. Mimi napenda kufanya kazi, naamini kutafuta hela kupitia kazi na sio kuiba. Bora kuja kuniweka ndani kwa mara ya kwanza na miaka kibao hapa duniani sijawahi kulala ndani. Umenitia manuksi makelo kibao mimi wa kulala sero. Basi bana unaambiwa baadaye bidada amerudi nyumbani analia, jamani dada mtu analani, anasema waishenzi, Mwenyezi Mungu atakuja kuwalipa. Basi baadaye Shosti ameacha ile kazi, akawa anatafuta kazi. Ampigia huyu madam kwamba nasikia kuna kazi ya kuuza dukani kwake, mimi niko tayari, naomba unielewe. Madam kamwambia wewe si ndio yule ulikuwa umefungwa kwa ajili ya wizi. Kwa hiyo dada CV yake imeharibika sasa hivi, kila mtu anajua kama alifungwa, alikuwa ameiba kitu nyumbani kwa mtu. Mshikaji amekuja kuomba msamaha baada ya kugundua dada kuiba ile saa yake, lakini dada hakutaka hata kumsikia kwa sababu mshikaji amemtia manoksi. Sasa hivi hata kazi hapati kwa sababu tu ya ujinga wake. Da mshikaji ukata tamaa, akasema anyways itabidi tukutane tena niombe radhi. Sasa mshikaji hana amani kwa sababu ile kitu inamtafuna ndani kwa ndani. Kumweka mtoto wa mtu ndani na haja kufanyia kosa sio kitu kidogo. Basi mshikaji amechili kwenye bed hapa, stress kibao, anawaza ile kinoma. Imefika alfajiri, kamwambia mdogo wake oya, tuna kazi ya kumwomba msamaha yule mtoto wa kike, sijui tutakutana naye wapi. Anyways tuenzetu jobu. Basi leo mtaani unaambiwa amekutana naye, omba msamaha. Sikiliza, tunaomba utusamee, alafu kuna kitu tutakusaidia, tunajua hajapata kazi, watu wanakuona mbaya bwana. Unaambiwa bishosti wa watu mbanga kagongwa na gari, wakaongeza tatizo kwenye tatizo. Mshikaji akazuia wapi, mwamba katoroka. Hawa hapa amekuja hospitali. Sasa hospitali kukawa msala, inabidi bidada afanyiwe operation, na ili operation ifanyike inabidi ndugu yake mmoja awepo. Huko sister yake amekuja kumgombeza bosi wake kwamba anamtuma kwa wanaume, dada anakuwa anahangaika. Basi mshikaji huyu hapa amechini na mdogo wake, wanasubiri waone matokeo ya ile operation. Na mshikaji mwamba anaitwa Rotana alikubali kusign kwa ajili ya operation kama mume wa bishosti anaitwa Ozioma. Kwa hiyo daktari akajua yule ni mume wake. Huku dada mtu nyumbani hapa kaliki, mdogo wake haonekani, anasikia tu kama mdogo wake amepata matatizo. Sasa ameambiwa kwamba yuko hospitali na ajui hospitali gani, amechanganyikiwa. Daktari akaja, oya
mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu operation imeenda vizuri na Shosti amelala. Kwa hiyo naomba mkapumzike nyumbani, then mtakuja kesho alfajiri. So alfajiri hii hapa imefika, washikaji wanajiandaa kwa ajili ya kwenda hospitali. Wamekuja hospitali moja kwa moja wameingia room ambako Shosti ya kuitwa Ozioma amekaa hapa. Daktari kamuuliza unaendeleaje? Akasema fresh tu. Unakumbuka jina lako? Lakini jamani, jina lako sikumbuki. Okay, meet your husband here. Mume wako huyo hapa bwana. Najua ulikuwa akasema bora sikumbuka. Kamwambia akip dakika chache kichwa kaanza kumuuma kinoma. Sasa daktari ame mix code akasema mume wako huyo hapa. Dada mtu nyumbani ikabidi aje sasa kupewa taarifa kwamba mdogo wako bana yuko hospitali 1 2 3 na inabidi pia uende ukamuone. Tena tukamuone. Dogo akaja kumchana akamwambia wewe wapi mmemfanya nini mdogo wangu? Afu ndio je mlimfunga si ndio? Mtende la kawa. Basi wakawa wamekuja hospitali, wamefika hospitali wakamwambia waje naye nyumbani kwa ajili ya kumfanya akili sawa. Sasa kwa sababu daktari alisema ni mume wake na dada ameshaamini huyu ni mume wake, kabidi wamlete hapa nyumbani kwa mshikaji. Sasa sister okuita Ozioma anaamini huyu ni mume wake. Wakati mshikaji anataka kupita akamshika mkono. Oh baby usiniache, unajua nakupenda. Basi mshikaji akawa amekuja jikoni kuzungumza na dada mtu. Dada mtu kamwambia sikiliza wewe, nataka ukae na mdogo wangu lakini kaa naye kwa adabu. Usimguse, usimfanye chochote kwa sababu umeshasema wewe ni mume wake na anaamini hivyo. Kwa hiyo hii ndio inamfanya akae hapa nyumbani kwako, lakini isije kawa ni trick yako ya kutaka kumchezea mdogo wangu. Nataka akae hapa lakini usimfanye kitu chochote. Mkae kama mtu tu na dada yake, lakini utaendelea kumdanganya mpaka pale akili zitakaporudi na maisha yaendelee. Sitaki upuzi. Hivyo bana, mshikaji kapewa onyo, inabidi aishi naye kama dada mtu. Basi baadaye mshikaji unaambiwa kamleta huko chumbani, kamwambia sikiliza, hiki kitakuwa chumba chako na utakuwa unakaa hapa. Sasa sister kauliza, jamani, hasa ina kwenye chumba changu wakati mimi na wewe tumeoana? Yaani kwani tuna ugomvi mimi na wewe? Mshikaji akasema hapana, kwa sasa utakaa hapa kutokana na matatizo ulionayo. Tuwezi kuwa tunakaa pamoja. Dogo mtu huku kachoka kweli blaza anapomsimulia. Akamwambia da blaza, hii noma msala kweli. Sijui utawezaje kulifanya hili jambo. Akasema ndio hivyo sasa inabidi niendelee pretend kama mume wake. Haya, kazi inaendelea. Baadaye wakawaza inabidi wapate house girl. House girl akaja ni muongo huko ndani kinoma. Wewe vipi? Kwani ulifukuzwa kazi ulikokuwa unafanya mwanzo? Huko mimi walikuwa wanilipi kazi kwa wakati, mshahara kwa wakati, kwa hiyo nikaamua tu niache kazi na vitu vingine. Kwa hiyo ndio sababu. Akamwambia wewe nenda bana, tutakupigia simu. Akabaki na mabesi, sikiliza akakadem ni kaongo kaka kanaonekana kalikuwa karagai sana huko. Sio kaamini kaongo kweli kweli. Basi bwana buju akabebana akamleta kwenye bedi hapa nini upendo kama wote. Kabinti bwana kana enjoy. Sema hebu kaa hapa tusimuliane kidogo, tulikutana vipi, yani ilikuwaje tukaoana, kwa sababu unajua mimi sikumbuki kitu chochote. Mshikaji anacheka. Unanichekesha bwana, acha ujinga. Yani mtu gani ukumbuke hata tulitongozana vipi? Kaa hapa unisimulie ilikuwaje, yani tukakutana tukatongozana. Mshikaji anasema siku nyingine bwana nitakusimulia na wewe. Jamani mtu. Basi mshikaji kaanza kudanganya tulikutana huko miaka fulani. Afu mbona ilikuwa haraka tu nikakukubalia. Ilikuchukua muda mrefu. Jamani mimi nijua nilikusumbua. Basi wakawa wameamka alfajiri, michezo inaendelea, wanacheza zao kadi hapa, maisha yanaendelea. Unajua tena kwa ajili ya kumfanya mgonjwa akili irudi. Basi wanacheza kidogo karata, wanafurahia maisha. Binti akicheza muda mrefu kichwa inaanza kumuuma. So mshikaji ana kazi ya kumbembeleza tena, jamani tulia wa mpoto, usifanye hivyo, usiumize kichwa. Jamani pore, wapi pameuma. Basi hivyo. Sasa leo mshikaji ameingia chumbani, bidada ametoka kuoga, mshikaji kaingia pembeni. Sorry sija kuona bwana, sija kuangalia. I'm sorry. Sasa binti anashangaa, mume gani huyu jamani, anaogopa kumwangalia mkewe. Dakika 2 binti unaambiwa kaanza kulia, kichwa kinamuuma kwa sababu ukimshtukiza tu kichwa inakuwa inamsumbua. Kwa mshikaji ana kazi ya kumhendo, kumbembeleza, lakini hizi kumbembeleza zake zinamchanganya sana. Bishosti anajikuta anazidi kumpenda mshikaji. Hapa ni alfajiri, then mshikaji ameandaa madiko. Sasa Shosti anaangalia zake TV, anaona watu wanaopendana the way ambavyo wanaishi, wana kiss, wanakumbatiana, mapendo kama yote. Lakini wa kwake hafanyi hivyo, hajai hata kumkiss. Anajiuliza, hii ndoa yangu kwani mimi ikoje? Mbona wanaopendana hivyo wanafokeana, wana kiss? Basi leo muda wa chakula akawa na stress kibao. Haelewi namna ambavyo mshikaji anaishi na yeye. Mshikaji kamwangalia, wewe uko sawa kweli? No, niko good, usijari. Sioni kama uko sawa. Basi bisasa amekaa chumbani, mshikaji amekuja kaenda moja kwa moja kamchapa mate ya kwenda. Wa mpoto. Aya. Mshikaji stuka, wewe kivipi sasa unawezaje kunifanyia hivi? Sasa hivi si mume wangu jamani, inawezekana vipi mtu toka nimetoka hospitali hujai hata kunikisi, hujai hata kunikumbatia, hatulali pamoja, hamna hata kitu kumeza nyenzie. Jamani hii maisha gani?
gani? Basi alivyokuja dada yake kamsimulia, dada, acha hii ndoa ya ajabu. Mimi sijui na mume wangu hata tuna ugomvi gani. Yaani huko ndani unaambiwa tunakaa tu, yani sijui hata kumkisi ni ugomvi. Jamaa kama anipendi hivi, yani ni kama namforce. Dakika 2 mshikaji amekuja ameikuta ile kesi inaendelea pale. Basi akawa amefika akamcheki, okay. Kuna nini kwani kinaendelea? Damu tukamwambia nakuomba nje tuzungumze mwanangu. Kamwambia sikiliza wewe, naomba mwambie ukweli mdogo wangu. Mwambie ukweli, maisha yaendelee. Usitaki aendelee kuishi kwenye maisha ya uongo kwa sababu anaumia, anaona umpendi na vitu kama hivyo hapo, na usio kafanya kweli. Mshikaji kagoma akasema siwezi kumwambia ukweli. Naanzaje kumwambia ukweli? Mwacheni hivyo hivyo. Daktari alisema atapona mwenyewe. Asa dada bado stress kibao. Hapo anakula chakula tena, jamaa analeta mapendo akaona hapana, huu unafiki siwezi. Akakimbia kaenda zake chumbani. Mdogo mtu yeye anaangalia movie inavyoenda tu. Akamfuata huko akamwambia, sasa wewe ni mwanaume gani? Unipendi, sikufutii ama shida ni kitu gani? Alafu usielewe hii ndoa tulifungaje, kwa sababu nimegundua huko ndani hakuna hata picha ya ndoa. Mimi na wewe hamna kumbukumbu yoyote ambayo tumai kuoana. Yani na maana vitu vyote ulivichoma baada ya mimi na wewe kufunga ndoa, mapicha ya harusi. Basi unipendi, upendo umeisha. Na mimi tu kweli. Mshikaji akaona leo hapana, nipata kidogo ka juice. Nakupenda sana bwana, usifanye hivyo. Afu ngoja nikamalizie mambo ya kiofisi, tutakuja tutaongea. Mshikaji leo akamwaahidi kwamba tutalala leo wote baadaye kwenye bed. Sasa Bishosti amelala hapa. Mshikaji anamwambia mbona usinzia? Anasema ndio nasikiliza mapigo yako ya moyo vile yanakwenda jamani, kwa siwezi kulala hivyo. Basi unaambia imefika alfajiri, Bishosti amefurahi leo amelala pamoja, lakini hakuna kilichofanyika. Sasa alfajiri akawa ameenda kuandaa chai na nini, anamwandalia mshikaji ili maisha yaendelee. Basi mshikaji leo akabidi amwambie ukweli kwamba nakupenda sana na kuelewa ile kinomo na nivutia kila nikikutazama. Basi unaambiwa dada yake akawa amekuja hapa nyumbani kwa ajili ya kumtembelea. Sasa anamsimulia, jamani, dada kwa mara ya kwanza amesema ananipenda, mimi namvutia jamani. Yani najisikia raha. Yani hajai kusema ananipenda. Sister akachukia kinoma. Huyu ameanza kusema anampenda, ameanza kumkisi kwa sababu amesema amenikisi the first time. Acha ilikuwa noma. Tumebadilishana mate. Dada akachukia kinoma, kapiga simu kwa mshikaji, uko wapi? Niko ofisini. Kaenda ofisini. Sikiliza, muache mdogo wangu, unamwambia ukweli kuhusiana na hali yake, usitumie udhaifu wake kama namna ya kujitetea. Afu sikiliza, mdogo wetu tulimwambia na alisema hivi, yeye ataolewa na wanaume mpaka atatoa bikira yake mpaka siku ya kwanza atakapoolewa. Kwa hiyo amejitunza, usije ukamharibu mdogo wetu. Mshikaji hiyo ndio ilimchanganya kabisa. Kumbe akajawahi hata kuweka wapoto. Hata binti kule ndani sijui anachanga. Huku mshikaji amerudi nyumbani, mdogo wake pia anamshauri, brother, mwambie ukweli mtoto wa watu bana, mtaishi hivi mpaka lini? Kama unataka mtongoze tu, mwanze upya. Jamaa akasema, oya, yule ameshanipenda, nikimwambia ukweli anaweza akakasirika, afa akikumbuka tulichomfanyaga kule Sero itakuwa noma. Mdogo mtu kamwambia labda hakupendi. Je, mshikaji alimtia mkweji. Unaitwa mkweji. Leo mambo naambiwa amerudi amekunywa pombe kinoma, miguu haina hata ushirikiano. Basi amerudi yuko romantic, anajielezea kinoma kwa Bishosti, anaelezea kila kitu, vile anampenda, vile anataka afike naye mbali, vile anataka waishi pamoja. Basi akasema kesho nitakupeleka kwa dada yako uende ukakae siku kadhaa, alafu nitakuja kukuchukua kwa sababu anasema amekumisi. Akawa amemleta hapa nyumbani. Basi dada mtu kafly. Sasa dada anajua labda amemwambia ukweli kwamba yeye sio mume wake na nini, amemrudisha nyumbani maisha yaendelee. Basi jamaa akasema okay, mimi ngoja niwaage naenda zangu kazini. Anashangaa mdogo wake anajibebisha, jamani, mume wangu usiniache, nitakumisi, ni kiss. Hii dada mtu kapiga jicho, kumbe nyewe bado mnaendelea. Hicho kikamboa kinoma kwa sababu anaona mdogo wake anatumika bila kujielewa kwa sababu ya kupoteza kumbukumbu. Sasa alivyomwacha hapa mdogo mtu naye akaliki tena akasema, mimi kichwa kinaniuma jamani, dada nisaidie. Alafu kuna vitu kama navikumbuka hivi. Ni peleko mume wangu bana, mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. Hataki hata kukaa. Mshikaji akapigiwa aje achukue goma lake, akaja kumchukua mpenzi wake. Mtu kachukia kinoma. Basi huko nyumbani leo akaja, huyu ni bosi wake yule, kama tunakumbuka alikuwa anamtuma sana akapeleke supu. Akawa na mind mshikaji, oya vipi siku hizi hata sioni mkipata supu, sioni hata mkiagiza, kwa sababu gani? Akaja Bishosti, kumbe ni kwa sababu ya hiki Nyaragosi kilikuwa kinafanya kazi ofisini kwangu, ndio maana siku hizi hamtaki hata kupata supu, kumbe kinakaa hapa nyumbani, ndio maana mnadharau. Huyu kukumbuka alivyoambiwa hivyo, basi kumbukumbu zikarudi, anakumbuka ni bosi wake na alikuwa anafanya kazi kwake. Baadaye mshikaji akawa amemleta kwenye bed, wamelala hapa. Binti kumbukumbu zikawa zimerudi. Jamani, hapa niko wapi? Mbona hivi? Alafu ilikuwaje? Huyu mshikaji si ndio niweka jera huyu? Imekuwaje nimelala nyumbani kwake? Kumbukumbu zinamkutuma mara ya mwisho, anakumbuka kama alipata ajali, yuko hapa ndani, ikabidi afanye mpango wa kutoroka aende nyumbani kwao.
Huyo katoka nduki, mshikaji amekaa zake hapa, anajua pisi iko pembeni, anaamka pisi haipo. Oya, imekuwaje pisi tena haipo hapo tu hapa? Na ameambiwa pisi haijawahi, ile ni bikra. Akachanganyikiwa kinoma, katoka nduki. Oya, uko wapi Ozioma? Katoka nje, binti hayupo. Binti huyo hapa amerudi nyumbani kwa akamwambia dada, kwani mlinifanyia hivi? Kwani ukuniambia ukweli? Mimi nateseka, naishi na mwanaume ambaye hata haikuwa mipango yangu. Ulikuwa unasubiri nini? Kamwambia ukweli binti, nisikilize mdogo wangu, nilipata ajali, afu ilikuwa sio lazima, ilikuwa sio haraka sana mimi kukuambia ukweli. Angalia sasa mimi naishi na maadui. Afu unajua yule mwanaume mimi namchukia ile kinoma. Dakika mbili mshikaji kaja akagonga mlango ile kinoma, akamfungulia damu, tukamwambia sikiliza, ondoka wa jamaa. Si hatukutaki hapa nyumbani kwa sababu utasababisha matatizo kwa mdogo wangu. Mdogo wangu hakuamini. Mshikaji akasema sikiliza, maisha yako hivi, maumivu yapo ya mapenzi, hizi ni hisia dada mtu, usiingilie mapendo. Jambo la hisia ili hapa ili. Nisikilize Ozioma, huko uliko mimi nakupenda. Siwezi bila wewe, maisha yanakuwa magumu. Ni kweli ilikuwa kama masiala, lakini nimejikuta nakupenda sana. So don't leave me, don't leave me. Mwamba anasema mimi sikiliza, nimekufa kuisha mimi jamani. Mshikaji karudi nyumbani, kafukuzwa, bado hali ni tete kinomo, naambiwa moyo wake unampita pita. Wampoto ameondoka ndani na ameanza kumpenda. Basi mshikaji anapiga simu kuomba penzi kwa mtoto wa kike liweze kurudi. Mtoto wa kike anaambiwa shiki simu, mshikaji analala, anapiga simu, kazi haziendi. Mtoto wa kike huyu hapa analia akikumbuka mshikaji aliwahi kumweka ndani Rupango. Alafu leo anataka mapendo yarudi, anaona hapana, hii ni noma, hii ni mbaya, haiwezi kuwa sawa. Na mshikaji huyu hapa analia. Maisha bana bila mapenzi ni hamna kitu. Unaweza kuwa na pesa lakini bila moyo hapana. Wampoto mshikaji alipambana kinomo, naambiwa leo akasema hapana, haiwezekani. Hao wanawake natakuwa nawafuata sura kwa sura. Ngoja. Mshikaji huyu hapa amekuja nyumbani, akamfuata, akamwambia sikiliza mtu, mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Mimi na mapendo, mimi na moyo, mimi naumia kukaa mbali na wewe. Binti kamwambia mimi siwezi kukupenda tena. Mshikaji anamwambia sikiliza, ile ilikuwa sio trick, mimi sikupanga eti wewe upate ajali ama nikuumize ama vipi alafu eti nikupate kimapendo. Hapana, mimi nakupenda. Sikiliza, moyo na dunia kumi yako. Mimi kukuzimikia. Wewe mtoto wa kike uone silege, chezea maneno. Basi mshikaji kanywa na juisi, amua kwa mbali, midomo kwa midomo. Binti kasema no bana, mimi siwezi kuchomoa. Mbona unaongea vizuri wewe kaka? Jamaa baadaye unaambiwa kumbe alikuwa na kapete tayari amekandaa kwa mfuko. Yaani alijua tu leo saundi zangu achomoki huyo. Oya, kulikuwa kuna kapete akakatoa. Basi sikiliza, will you marry me? Utakuwa mama wa mpoto, mama wa watoto kwenye familia, si ndio? Mtoto akasema jamani, why not? Kwa nini sikubali? Wewe kaka, nilikuwa na wasifia zamani nikija kwenu nasema mmejazia, leo wewe ni wa kumi yangu. Oya, mshikaji kangoa dodo. Sasa hivi imekuwa chombo yake na maisha yanaendelea good. Umejifunza nini pia kupitia kazi hii hapa bora kutokea hapa nyumbani kwetu Iflix Movie Recap? Mimi nikujuze tu, kali kama hizi ziko mingi na kinoma noma. Washikaji maisha yanaendelea poa, alipata peace ilimkubalia na wakawa good to go. So mwisho wa siku hakuna baya, wamemaliza ugomvi na mapenzi yamekubalika pande zote mbili. Jamaa kwenye maisha wanasema kila jambo lina sababu zake, alafu Mwenyezi Mungu atoki kwa mjomba wako, kwa hiyo tuheshimiane. Mimi naitwa SMBA, naitwa Samba. Hapo inaitwa Iflix Movie Recap the I told you. Unaweza ukasubscribe ili uwe kwanza kupata za kwetu kali kutoka mjengoni, lakini pili una turn on notification kengele ili uwe kwanza pia kuenjoy na hizo kali kutoka hapa nyumbani kwetu Iflix Movie Recap. Asa kumbe nini? Mimi hapa mimi na sign out. Tutaonana baadaye. Anyway, see you next time.